Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Lesine Chongela mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kitongoji cha Bugogobi, kata ya Bukoli, halmashauri ya wilaya ya Geita, mkoa wa Geita, anadaiwa amefariki dunia baada ya mume wake kumfungia ndani ya nyumba yao na kumchoma na kitu chenye ncha kali kwa tuhuma za wivu wa kimapenzi wilayani humo. Inaelezwa kuwa mama mzazi wa mwanamke huyo mara baada ya kupata taarifa hiyo akiwa mkoani Kigoma, naye amefariki ghafla kwa mshtuko. Aidha, mashuhuda wa tukio hilo la mauaji wakizungumza na waandishi wa habari wamedai kuwa Aprili 13 mwaka 2025 majira ya saa 7 mchana, mwanamke huyo alisikika akipiga kelele akiomba msaada, na wananchi walipofika kwa ajili ya kutoa msaada huo walimkuta mwanamke huyo tayari ameshafariki dunia, huku mwanaume anayedaiwa kutenda tukio hilo akionekana amelala kivyake na kisu kikiwa kimeingia ndani ya tumbo lake akiwa anahema kwa tabu. Kadhalika, tunaendelea na juhudi za kulitafuta jeshi la polisi mkoani humo kwa ajili ya kusikia taarifa za upande wao kuhusiana na tukio hilo. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Ilikuwa ni Jumapili saa 7 kama na robo. Mimi nilipigiwa simu na majirani wenzangu. Nilikimbia kwa upesi kufika pale, nikakuta mlango wa nyumba ya huyu marehemu umefungwa, na ndani yake kulikuwa na mziki mkubwa. Tulizunguka sebuleni, maana dirisha la sebuleni lilikuwa nyuma, tukaenda kulichana. Tukachungulia pale sebuleni, hatukuona watu. Tukazunguka tulikotokea kwenye mlango wa mbele wa sebuleni, kuna dirisha kwa upande wake, kwa kushoto kwake. Tukachana lile dirisha, tulivyochungulia ndio tuliwaona marehemu amelala akiwa kama ukutani wakati unaingia, lakini mume wake akiwa mwanzo. Na baada ya kuwa tumeingia, tulianza kumwangalia yule mama. Tayari hata jicho lake lilikuwa limeshaanza kuwa jeupe. Lakini baada ya kumwangalia yule mwanaume, tulimwona na kisu tumboni, ila akipumua pale tumboni, maana anapopumua kisu kile kinacheza. Baada ya pale tuliamua kumvuta nje kwa ajili sasa kutengeneza mazingira ya huduma ya kwanza. Lakini marehemu huyu walimsikia akipaza sauti kwamba majirani, naomba msaada, nitakufa. Hivyo ndivyo waliposogea na wakaanza kupiga sasa simu za kuomba msaada. Jumatatu asubuhi tulipigiwa tena simu kwamba baada ya taarifa ya huyu kuzituma kwao ni Kigoma, wakazipata taarifa ndugu zake wa Kigoma. Mama yake alipata mshtuko wa pressure. Mama yule naye jana akawa usiku wa kuamkia jana akawa amefariki. Mimi nilipata taarifa mchana, lakini nilipouliza zaidi sababu ni nini, nikaambiwa kuna wivu wa kimapenzi, lakini pia kuna sintofahamu ya muda mrefu kwenye ndoa yao. Kwa hiyo hatukuweza kuendelea zaidi kwa sababu hatujui kiundani, tukawaachia polisi waendelee na upelelezi, lakini pia madaktari walikuwa wamekwisha anza na wao uchunguzi nini kimesababisha, mpaka juzi tulipopata taarifa kuwa amefariki rasmi. Sababu ya kufariki ni kuvuja kwa damu nyingi. Kwa hiyo tukawa hatuna jinsi. Lakini nasema tukio hili linasikitisha kwa sababu baada ya mama yake kupata taarifa kuwa mtoto wake amechomwa kisu amefariki, naye akapandwa pressure, wakamkimbiza hospitali kule kwao, na baadaye tukapata taarifa tena kuwa na yeye amefariki. Na washauri wananchi wakubwa kwa wadogo, unapokuwa na jambo mshirikishe mtu mzima akushauri, au fikisha katika vyombo vya ulinzi na usalama, serikali, wenye vitu wa vitongoji, fikisheni mshauriwe. Lakini pia ikishindikana, achaneni kwa wema, sio kuchukua hatua kama hizo ambazo zimepelekea huyu amefariki, lakini huyu naye amekamatwa na jeshi la polisi ili akatumikie au akathibitishe, au vile vyovyote ambavyo serikali itajiridhisha kwamba aidha anatuhumiwa au hana hatia. Kwa hiyo siwezi kusema sana, lakini kikubwa zaidi ambacho napenda kukisema, wananchi wasichukue sheria mkononi.